TFC na wengine wamekuja wale. Wenye anatoa pasi anatoa. Comme vous le voyez, je vous ai dit ici au terrain d'Anvers, nous sommes en train d'assister à un match de vétérans, c'est-à-dire au milieu là où vous voyez, il y a l'équipe vêtue en vert rouge, qui c'est le maillon de l'équipe nationale. Et sans oublier, je vous ai dit que dans le terrain, il y a Sunga qui était le premier joueur professionnel de l'équipe Inter FC. Et Sunga qui est là, maintenant je crois qu'il est dans les 75. Voilà le deuxième professionnel qui est au terrain, que vous voyez au milieu, c'est Djoumamossi. Djoumamossi aussi, il est au terrain, je crois que nous sommes dans la 46e minute. Ça c'est l'équipe nationale du Burundi qui est baptisée Inhamba. Voilà, vous voyez, ça c'est qui? Ça c'est Banza. C'est Banza qui avait le ballon qui numéro 11. Lui aussi, c'est un joueur qui a fait l'histoire du Burundi. Il a marqué 66 buts jusqu'à ce qu'on l'a pris au Qatar. Et il a joué ici à Malines, il a joué même en Turquie. Voilà, ça c'est Djoumamossi, qui a la balle, c'est Djoumamossi qui a la balle, attention, Djoumamossi qui a la balle, Djoumamossi! Voilà, je vous ai dit que Djoumamossi va marquer. Djoumamossi aje gutsinda rero igitsindo cya mbere mu bakinyi twabwira ko bashoboye gukindana no kwerekana amakungu itari bike, akaba ari kumwe na Musaba umukinyi Djoumamossi yajeje kwerekana yuko ikare yamyavuga ati muze kumva gusa ntimunyirukanganije. Ngira ngo rero icyo twababwira ni bimwe bavuga mu Giswahili ngo kitumba cha nyoka hakishi boga. Ngira ngo inzoka ipfuye itera ubwoba. Djoumamossi rero yambaye nimero 10, akaba rero ahejeje gutsinda igitsindo cya mbere cy'umugwi tuvuga waserukiye Uburundi Intamba mu rugamba mu Bubiligi. Nafikiri wapenzi watazamaji mmeweza kumwona Djoumamossi, tukisema maji ya zamani yanaenda kwa baridi na natoa kiwi. Amemaliza kufunga goli, japo alikuwa amesema yeye anataka anguke tumumpe mpira aweze kufunga. Wao wachezaji mnaoona ni wachezaji wa timu ya taifa ya zamani. Mmemwona Sunga akiwa ni mchezaji wa Inter FC. Kwamba nikwambie ni mengi aliyoyafanya wakati ilikuwa huko Misri. Inter FC iliweza kufika mpaka kwenye mchuano wa nusu finali. Djoumamossi utakumbuka kwamba na yeye ni mchezaji vile vile kwenye timu ya Vitalo na alifikisha timu hiyo ya Vitalo mbali kabisa, mpaka amekuwa ni mchezaji aliweza kucheza katika timu mbalimbali za kimataifa na kuwa mchezaji wa kwanza aliyeuzwa kitika cha kutosha kutoka huko Gabon mpaka kwenda katika nchi za Kiarabu huko Qatar na kwingineko. Lakini utakumbuka kwamba Djoumamossi ameweza vile vile kucheza hapa katika timu mbalimbali za hapo Belgiji kama vile FC Malines, na hawa wachezaji mnaona weupe ni wachezaji wa zamani wamechezea timu ya Uholanzi. Vile vile na wao ni Intamba, lakini utakumbuka kuna mchezaji hapa anaitwa Kiyoyo mmemwona, na wachezaji wakina Salum, bila kusahau akina Fekina. Namuona Mabuye anatoka Maulidi ni wa pili, mnajua ni mchezaji, mimi nakumbuka tulikuwa naye huko Qatar pamoja na wakina Daudi Shabani. Vile vile mwachezaji tulikuwa nao huko Qatar palikuwemo Pesa Richard. Hawa ni wachezaji kwa kweli wanayotufuata moja kwa moja, ni wachezaji waliokuwa na story kubwa sana. Nafikiri mmeona siku ya leo huyu anayecheza ni Musaba
Msabani na yeye ni mchezaji aliweza kuwa kola wa timu. Huyu Msabani unayemwona anakuwa na mpira tayari Msabani hawachukua huenda akafunga goli na yeye pale, tegemee kama anataka ampe chuma mosi, lakini maskini ya Mungu mpira aliupiga yakawa sio nafasi nzuri. Vijana wao huyu ni Sanumu na yule ni Mkesharishani akipita yule anampa ni Lugana alitoka na timu ya Vitalo na huyu anakwenda ni Salumu, huyu anakwenda ni Salumu, mchezaji mkubwa kweli, na huyu mchezaji aliweza goalkeeper amefanya maajabu pale, goalkeeper amefanya maajabu ngira golero kama unaona iliko birabanga na gahoruro hore uko runaraba bona bakinye umupira bakinye mu myaka ishika 30 bakaba rero bari no mu kibuga baje gushigikira imikangara. Iyo mikangara rero ni mikangara nayo nyene yashoboye gukina mu myaka iheze, mu myaka 10 iri nyuma. Iyo myaka 10 rero ni myaka 10 bashoboye nabo nyene kuja mu karuhuko, abandi nabo baracakina mu migwi itari mike ngaha mu Bubiligi. Icyo twobibutsa nuko uru rukino n'urukino rwa kabiri ruhuza abakinyi bakera bakinye umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru rero wari ufise icumariye igihugu cyacu cy'u Burundi igihe cyara magume barakina umupira mugabo bakanagenda hanyuma amabomu n'amawubi kushoro agakubita. Ivyo rero twege twavuga tuti abakurambere babakunze umupira w'amaguru cyane cyane nawe nyemesha bakuru i Burundi, nawe kuribonesha narakoze muri RPA, narakoze ku radio Samizi y'igihugu no muri studio y'Ijambo, eka amaradio atari make. Ivyo rero ndabibwira yuko mbizi kugira ngo mwabonye Nsunga ko amaze gusohoka. Nsunga arasohotse kubera imyaka nisezerana ninyegezwa, hanyuma ikindi naco agomba kwerekana yuko umupira ukundwe, kugira ngo akamo yateye abatari bake cyane imikangara ikinubu intamba mu rugamba n'abategesi b'u Burundi nuko batokunda amarongo y'amafaranga, bakunda umupira bawushira imbere, bawukunde bashira imbere umupira, hanyuma ibindi bikazoza. Nafikiri mpenzi mtazamaji, kama nilivyowaambieni ni kwamba haya tunazungumza, tuna sababu ya kuzungumza kwa maana timu zilizocheza Burundi nafikiri mnazikumbuka ni timu ziliweza kupa heshima nchi ya taifa kama vile Vitalo pamoja na Inter FC, Interstar, bila kusahau vile vile hata Manyema yani Fantastic iliweza kuipa timu ya Burundi nitasema hadhi, pamoja na vile vile timu ya Muzinga, timu ya wachezaji majeshi iliwahi kuweza kuwakilisha nchi ya Burundi. Bila kusahau nchi sasa leo timu nyingi zinatoka mikoani kama vile Musongati, pako Flambeau du Centre, pako Namuru na Aigle Noir. Ni timu hivi sasa zinaonesha kwamba mpira sasa haukuwa ni wa Bujumbura, lakini mpira hivi sasa kuja watu wengi kabisa, mvua kunyesha, lakini unaona hali inazidi kuwa nzuri, ni kwamba wamekuja kuwasupport hawa wazee vile vile na kuweza kusupport vijana wakisupportiwa na wazee. Mambo kama haya kama vile Fidel alivyozungumza, mambo yaliyokuwa wakati wanaona watu wamelala, watu hawana nafasi ya kuweza kukutana, na ndio maana hata Al-Ikhlas hichi ni chombo kinayotafuta ukumbi aidha jumba mahala ya vijana wanayotoka maziwa makuu wanazungumza lugha ya Kiswahili, wanaweza wakapewa nitachokiita mstakabali na hatima yao, kujua dini yao, kujua lugha yao. Dini mbalimbali zimekaribishwa, ndio maana nimevalia hii nguo ya Al-Ikhlas kutaka niweze kuonesha kwamba tunawasupport. Mnamo dakika chache tutafuata kinyang'anyiro, yani kombe lililotayarishwa
na shirika hili ni kwamba timu ya kutoka Brussels ndio inaitwa Tanganyika ndio itachuana na timu ya hapa Antwerpen, wakiwa ndio wenyeji wa kombe hili. Watakuwa wakicheza fainali. Baada ya wazetu kutoka uwanjani, tutafuata moja kwa moja fainali ya vijana watachuana. Inaonekana kulikuwa timu 6 na timu hizo zote zimeinguana, timu ya Lille na timu ya Uholanzi na timu nyingine ya Brussels pamoja na hapa hazikuweza kupata fursa ya kwenda kwenye kinyang'anyiro cha mwisho. Nafikiri kama mnavyoona hawa ni vijana wamekuja kuwasaidia wa timu. Nafikiri pale yule mnamuona ameotea kwa kweli, na yeye ni mchezaji wa zamani anaitwa Christian, aliweza kucheza katika timu mbalimbali. Kwa hiyo ni kwamba ninaona wachezaji wameendelea mpaka sasa hawakutoka. Juma Musangali, wacha tuone Mukesha Richard angali. J'aimerais vous dire que ce tournoi aujourd'hui, c'est la deuxième audition qui ont été organisées par les légendes d'Antwerpen et les légendes aussi du Burundi. Il y avait Mukesha Richard, j'ai vu aussi Sunga, j'ai vu aussi Tumba, Lunda et d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de prendre les notes. Je dis un coup de chapeau. Ces gens-là qui ont organisé cette deuxième édition de cette tournoi pour venir soutenir et promouvoir surtout le sport. Le sport nous essaye de rassembler des communautés, rassembler aussi des jeunes qui viennent du Burundi. Ça, pour moi, c'est nostalgie. Quand je vois Djoumamo sur le terrain avec Sunga et Mukesha Richard, ça me donne un chef de poule. Mais ce que nous oublions, ça encourage aussi les joueurs. Ça encourage les joueurs qui sont en train d'évoluer ici en Europe. Il y a des Burundais qui évoluent ici en Europe. Il y a des enfants que j'ai vus là-bas qui évoluent aussi dans les petits clubs, même des grands clubs. Et ça nous donne aussi l'envie d'aimer le pays et de retourner. Surtout quand je vois la couleur nationale de l'équipe nationale Intamba. Ça nous encourage. Et bravo les gens qui ont organisé cette journée. Il y avait la pluie qui a empêché cette ambiance, mais voilà, la pluie est passée, maintenant l'ambiance recommence. Nous sommes ici, dans quelques instants, vous allez suivre aussi le match des équipes qui ont eu la chance de participer à la dernière phase, c'est-à-dire à la finale. C'est l'équipe qui vient de Bruxelles avec l'équipe organisateur. Et de Bruxelles, on les appelle Tanganyika. Et l'équipe ici d'Anvers, c'est Antwerpen Est Africa Inhamba. Et voilà, nous allons continuer à suivre ce qui va se passer et l'ambiance continuera jusqu'au petit matin ou bien jusqu'à l'aube, on ne sait pas. Nous on est là, nous allons vous transmettre cette ambiance. Je suis là avec mon ami, vous voyez, je me suis vêtu à l'Ikhlas, c'est cette association qui cherche à encadrer la jeunesse surtout et les enseigner, de nous interpeller le futur d'enseigner nos cultures. Na wapenzi watazamaji, ni kwamba dakika chache tutafuata ingwe ya mwisho ya wachezaji waliopata fursa ya kucheza fainali wakiwa ni kutoka Brussels na hapa Antwerpen. Hapo tutawaambia kinachoendelea. Mvua imenyesha, lakini watu waliweza kutawanyika, ila haikuwa sababu ya watu waweze kutoka katika uwanja huu. Tunawajuza kinachoendelea, tutakwambieni, lakini kile ninachokizungumza, waliotayarisha
yani michuano hii ikiwa ni mwaka wa pili, wanajitahidi kabisa, waendelee. Mwenyezi Mungu awajalieni, na kama itawezekana tuweze kutayarisha kama wale waliotayarisha michuano ya mpira wa vikapu, yani basket. Warundi walitoka pembe nne za dunia, hata Burundi walikuwepo hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa, takriban watu 8,000 kutana katika kijiji. Hata polisi walisema kumbe watu ni wengi. Kwa hiyo ni wengi, wachezaji ni wengi, wasomi ni wengi, wafanya biashara mbalimbali. Hii inatufanya tupende nchi yetu, tuikumbuke, na vile vile hawa vijana wanacheza katika timu mbalimbali. Mpira umekwisha penzi mtazamaji, ni kwamba tayari nafikiri goli lililosalia ni goli la Jumamosi. Jumamosi alikuwa mchezaji wa Vitalo, kwa hiyo ndio ameweza kupata goli pale, na kwa kweli kitumba ya nyoka haiishi boga. Huo ni mthali kutoka Kongo, wanasema maiti ya nyoka haiishi boga. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambieni, niko na mchezaji, nitasema kwamba ni babu si babu, lakini naye amestaafu. Bwana Msaba, asalamu alaykum. Saba, nakumbuka mechi za Sekafa ndilikuwa mara yangu ya mwisho kusafiri na wewe ukiwa mchezaji wa kimataifa uliovaa jezi na ukavaa na kile kitambao na kidate cha odha wa timu. Kwa hiyo kuja kucheza hapo unajisikia? Kwa kweli nasikia nafurahi sana kaka hapo. Ndio. Kwa sababu nimecheza na wachezaji ambao sikucheza nao. Ndio. Sijawahi kucheza na Rishari, sikucheza na Sunga, lakini leo nimecheza naye. Wallahi nafurahi sana, Maulidi nimecheza naye. Naona kabisa ni kitu kimoja kikubwa sana, nasikia furaha sana. Na wachezaji mmecheza, hakuna sikia vile unataka kulia. Yaani nasikia furaha kuona hata Juma amefunga goli. Lakini kale ka goli nikaurozi. Lakini wewe nimeona hapa umri kaka. Umri. Alafu lakini ule alizani kwamba refa atamsamehe. Mimi naona migupa kingali unaulinda mpira sana, katika Kifaransa wanasema protéger. Sio msosi wako unanipaga, ndio maana nafanya vitu vyangu. Na utakula baadaye. Inshallah. Watoto wako wanawaambia nini? Sio tu watoto wangu nawaambia tu nawapenda sana, wacheze mpira. Mwewe watoto wa Msaba, huyu baba yenu sio kufurahisha kusema kaka anafurahisha. Mimi ni mwandishi wa habari wa kutosha, ni kwamba huyu tumetaka kuanguka naye hata ndani ya ndege katika michuano ya Sekafa, na alikuwa ni odha wa timu ya taifa. Kwa hiyo hawa watu wameupenda mpira bila pesa. Naam kabisa. Wako na wapa 1000 wewe na kukao walikuwa wanakuweka ndani wakati Prince Louis tunakupigania. Kwa kweli hawa wana historia kubwa, walipenda mpira bila pesa. Kweli kaka. Na mkadanganywa na viongozi, lakini mnacheza. Tumefika uwanja wa ndege pale, mnaomba dola 200, wengine wanapewa 500. Nashukuru sana bwana. Allah akupe umri mrefu. Asante. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyowaambieni, nilikuwa na huyu Msaba, lakini huyu sasa ni vingine vitu. Huyu tumecheza mpaka kombe la dunia, anaitwa Mukesa Rishar. Tulikuwa naye 1995 Qatar, akiwa ni odha wa timu ya taifa. Watu ukisikia kombe la dunia wanadhani ni historia. Ndio huyu angali hai. Bwana Mukesa Rishar, habari za masiku? Nashukuru Mungu tuko sawa. Bwana, unasikiaje kupata tena jezi kwa mara nyingine tena? Hakuna furaha kubwa kama vile kuona tena leo za nyumbani. Unacheza na Sunga, tuko na wenzetu Jumamosi, Mavuye, les anciens de l'équipe nationale. Ce sont des ténors, ce sont des légendes de l'équipe nationale du Burundi. Abana bakinyi rurangiranwa n'abakinyi berekanye amateka atari make, amateka atari amafaranga. Hao ni wachezaji, nataka kuzungumza kwamba ukimwona Jumamosi pamekosa kina Maliki Jabir na wakina Nefu, ndio wachezaji utasema na kina Lomami, lakini hao ni wachezaji tusema sio wajukuu wa soka ya Burundi. Hawa ni wababu wa soka ya taifa ya Burundi. Bwana Mukesha, bila kwenda mbali kwenye kiona mbali runinga yetu, kutayarisha michuano kama hii imewapa somo gani na madhumuni ni kwa nini? Kwanza, kitu cha kwanza ni kukutanisha umoja, undugu wa watoto fulani, pia kuleta
utamaduni wetu katika miji yenye tunaishi leo, na leo tuko Ulaya. Kuna generation zenye zinakuja ziweze kupata maadibisho kutoka kwa zao, na surtout pepiniere kubwa ya vijana wenye wanakuja, tuweze kuwapatia fursa ya kupenda mpira, kujua uzuri wa mpira, kupenda nchi. Amesema vijana wadogo, tazama kule watoto wadogo ndio wanacheza mpira, na wakija kucheza na wababu zao. Wale watoto mkesha kisema hivyo, na unaona wengine hapa pembeni, ni kitu kikubwa sana. Sasa nilitaka ni kuache, maana umechoka. Timu zinazochuana hapa ni timu gani zimepata fursa ya kuweza kufika kwenye kinyang'anyiro cha kombe, yani finali? Nafikiri ni furaha kubwa kuona kama timu zetu za vijana wetu kutoka mji wa Antwerpen, yani club organisateur, na wengine kutoka Brussels ikisimamiwa na kaka yangu Juma Mosi, kuweza kukutana katika finali. Yani ni miji mikubwa miwili ya Belgium naweza kukutana na wachezaji wa nyumbani ili waweze kuleta furaha na kumbukumbu, kuona kama ndugu zenu waliostaafu kimpira hawakustaafu kimoyo. Tuko pamoja na sisi wote, na tunawatakia siku njema, furaha kubwa. Kama tukingali tunapumua, tutazidi kuwapa habari zetu. Tunashukuru sana kaka. Mpenzi mtazamaji, usahau kwamba mwaka kesho tutakuwa kwenye uwanja huyu wakati tutakuwa tukisherekea, yani siku mahsusi ya Kiswahili, na Waswahili ndio wacheza mpira, Waswahili ndio waliunda mpira. Kocha, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Timu yako imeshindwa kocha? Timu haijashinda. Ndio. Isipokuwa timu gawa pointi. Ndio. Lakini lengo letu sisi haikuwa ule ushindi wa uwanjani. Ndio. Hapana. Lengo letu sisi ni kudumisha umoja na ushirikiano kati yetu sisi. Kama unavyojua, mpira unavyouona hapa ni mpira mmoja. Lakini mpira mmoja unawakusanyisha watu 22 uwanjani. Wanaupigania 22 uwanjani. Angalia ni mfumo gani huyu, au ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kitawakutanisha watu wengi zaidi hapa. Hapa tunazungumzia watu 22 ambao wako uwanjani, lakini pia watu ambao wamesikia hapa kushuhudia watu hao, yani kuwashangilia. Ndio, ndani ya mpira kuna kitu ambacho kinaitwa fair play. Fair play, mapenzi ndio ambayo yamesababisha watu kukutane hapa. Kwa hiyo sisi namna sababu za kuorganize kitu kama hichi haswa ni ule umoja, mapenzi na ushirikiano kati ya jamii ya Warundi na wale wote wasema Kiswahili ambao tuko hapa ndani ya nchi hii ya Kenya. Na unaona kwamba umefanikisha? Kwa kweli tumefanikisha. Hata wewe mwenyewe ukiangalia pande zote zimefurika watu wasema Kiswahili. Kwa hiyo tunategemea kwamba hata hiyo siku ya Swahili Day itafana zaidi ya hii ambayo tumetayarisha hivi sasa. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia ni ingwe imeanza. Hii ni fainali inayokutanisha timu mbili za vijana. Hawa wachezaji mnaowaona ni wachezaji wanacheza katika matimu mbalimbali hapa, wengine hawachezi lakini ni mashuhuri, mashujaa. Mnamo dakika chache ni kwamba tayari tutaweza kujua ni nani atapata kombe hili. Utakumbuka kwamba mwaka jana hawa wenyeji ndio walipewa kombe. Sasa timu ya Brussels wamekuja wamevaa njuga. Kitachozungumza ni dakika 90, mpenzi mtazamaji, unayofuata moja kwa moja kwenye runinga yetu, lakini punde tu tunaenda kuwatafuta wengine wachezaji wa zamani, halafu hawa vijana tutawaambia ni kinachoendelea. Pole na mchoko. Kocha, najua nimekuchukua wakati roho yako inagonga, kwa maana timu yako ndio iko kwenye kinyang'anyiro cha fainali. Yani dakika 2. Kocha, kutayarisha michuano kama hiyo ni mara ya pili. Leo una furaha gani na unaona malengo yamefikia kwenye nafasi yake? hayafika kawaida, ila maendeleo na mnajaribu kuweza kuendeleza, yani mnakosoa kasoro. Hii mvua inaonekana haikuwavunja nguvu.
maji ya kuchukua nguo lazima. Wachezaji mnapenda mvua, ndio maana leo hakuna kugawa maji. Mvua imetusaidia wengi kwa kupata. Wapenzi watazamaji, huyu ni miongoni mwa waliotayarisha michuano hii, na ikiwa ni mwaka wa pili. Leo kombe mtachukua kocha. Tuna hofu kabisa. Wacha tungoje. Nitabaki hapa. Tukamtafuta Jumamosi 90 zitazungumza. Kwa maana wao ndio wenyeji na mwaka jana ndio walichukua kombe, ila hatujui kinachoendelea. Sisi ni watangazaji. Kocha, nakutakia kila la heri. Mwaka kesho itakuwa zaidi na kupita. Asante sana. Kwambieni dakika 90 zitazungumza. Huyu ndio kocha, lakini hata ni mpole. Salamu alaykum kocha. Dakika 2, najua roho yako haina nafasi nzuri. Kocha, kombe la mara ya pili leo, unaonaje vijana wako? Nataka uniambie unaona vipi leo kombe utachukua? Kocha, nimekuona uwanjani, umetoka umefunga, umejisikiaje kucheza na ndugu zako kina Simba? Kuna faraja kubwa kama kukutana na watu wenye tulikuwa nao timu ya taifa pamoja. Ndio. Leo tumekumbushia mengi kama tunaweza tena kukumbuka. Mashaallah. Wapenzi watazamaji, sikutaka kumwenda, yani nimwingie kwa mbali, kwa maana kocha roho yake hivi anasubiri aone kama kombe atalichukua, lakini wacha twende upande mwingine tukawaulize wenzetu vipi wameona ingwe hii na vipi wamepokea matayarisho. Habari zako? Asalamu alaykum. Kama kawaida kutoka Ubelgiji, leo kombe mtachukua? Hawa wametoka Ubelgiji huko Brussels wakifanya kilomita 65. Wacha tungoje dakika 90 zitazungumza.